Kuna mwingine aende kanisani, ukimuuliza vipi, anasema ulikataa kumzika ndugu yangu. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda huko. Unajua usipojua unayemwabudu ni shida kubwa sana. Lakini si hivyo tu. Dini au dhehebu halitakiwi likakaa moyoni mwako. Moyo wa mwanadamu hautakiwi kuwekwa dini. Mtu yeyote aliyeweka dini moyoni mwake hawezi kukua kiroho. Kwa sababu gani? Mtu akishakuwa na madhabahu ya dini moyoni, atafikiri dini ndiyo sahihi, wakati madhehebu yote, hakuna dhehebu hata moja linalompeleka mtu mbinguni. Kinachompeleka mtu mbinguni ni kuwa na Bwana Yesu. Yaani hata siku moja hakuna mtu anaenda mbinguni kwa sababu ni Pentekoste, hakuna mtu anaenda mbinguni kwa sababu ni Lutheri, hakuna mtu anaenda mbinguni kwa sababu ni Waanglikani. Kila mtu anayekwenda mbinguni anakwenda mbinguni kwa sababu ana Yesu. Na Yesu ndiye anaweza kukushika mpaka mwisho. Dini inaweza kukuachia mahali popote. Dini inakusaidia ukiwa duniani kujulikana unaabudu wapi, ili ukifa usiwe kama mtu asiyetambulika. Dini inakusaidia ukae mahali pamoja, ulishwe chakula, lakini nje hapo dini haikupeleki mbinguni. Maana kuna Wakristo wanaenda kanisani ya kifa azikwe. Unasema kabisa, jamani wacha niende kanisani, sisi nikazikwa kama mkua. Lakini hajaacha uchawi, hajaacha maisha mabaya, hajaacha ulevi, hajaacha ushirikina, anakuja ili akifa azikwe. Huo ni ujinga wa kiroho. Njoo kumwabudu Mungu aliye hai. Masuala ya kuzikwa utazikwa tu. Hakuna anayekufa asiyezikwa. Mwambie jirani yako, hasa wewe. Maana kuna mtu yeye ukimwambia unaenda kanisani na yeye anaenda bana, sasa ndio nizikwa kama mama fulani. Mama fulani alizikwa kama mkuu. Unajua swala la kuzikwa halina mashiko. Uzikwa na ibada, uzikwa na manispaa, uzikwa ukiwa wapi, kikubwa wewe na Yesu ndani ya moyo wako. Maana hata ibada yenyewe haikuhusu marehemu. Kuna majitu ni malevi, yanachulika bila kifa ziko salama. Kuna majitu ni mashirikina kwa waganga yamo, kwenye kuvunja maneno ya watu wamo, lakini akija kanisani sema nisizikwa kama Mungu. Usije kwa sababu ya kuzikwa, njoo kwa sababu unamwabudu Mungu aliye hai. Sema amen. Tunamtumikia Mungu kwa njia ya sadaka zetu, lakini wakati mwingine zile sadaka zinakosa manufaa katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Ni kwa nini zile sadaka zinakosa manufaa na wewe mwenyewe unufaiki, japo unajitoa sana, japo unatoa sana? Ni kwa sababu gani? Yamkini moyoni mwako unapotoa sadaka unaiona dayosisi, unapotoa sadaka unaliona jimbo, unapotoa sadaka unauona usharika, unapotoa sadaka unauona mtaa. Hivyo basi unapaswa unapotoa sadaka muone Mungu unayemtolea hiyo sadaka yako katika ulimwengu wa roho akitenda mambo makubwa. Kama tukotesema mtaalamu wa kusema sana, yaani akishatoa tu hivi, zile sadaka zetu zinaendagawa na anayepokea ni na anazipelekawa. Yaani pale unaharibu maana ya sadaka. Ile si sadaka tena. Unapotoa sadaka lazima moyo wako uridhike kwamba namtolea Mungu aliye hai.